Zungumzia swala la vikundi vya ulinzi shirikishi. Changamoto za kiusalama zinapotokea kwenye jamii yenyewe husika katika kubaini, na wanapobaini kwamba kuna changamoto zipi, wanaamua sasa kupitia serikali za mitaa, mtendaji kuitisha jamii ya mahali kukaa na kujadili changamoto zao, na kufikia mahali sasa kuunda vikundi vya ulinzi shirikishi ili kutatua changamoto zile za kiusalama. Katika eneo hili ulinzi shirikishi tumezungumza moja kwa moja ni ushiriki ule wa jamii moja kwa moja katika swala zima za ulinzi na usalama. Tumesema jamii ya mahali huhusika moja kwa moja kubaini changamoto zao za mahali na hukaa kutafuta suluhisho kwa kuunda vikundi vya ulinzi shirikishi ili kutatua changamoto za kiusalama kwenye maeneo yao. Na kwa eneo hili, kuhusiana na swala hili, polisi anakuwa ni mhamasishaji na mtaalamu katika kutoa elimu, kuhamasisha, lakini kutoa mbinu za kuhakikisha jamii inashiriki moja kwa moja katika masuala ya vikundi vya ulinzi shirikishi ili kujiletea usalama kwenye maeneo yao. Na hapa ningependa kujua vikundi vya ulinzi shirikishi vinaundwa kutekeleza falsafa ya polisi jamii, kama tulivyoeleza kule mwanzo kwamba jamii inahusika moja kwa moja kwenye swala la ulinzi na usalama kwa kushirikiana na jeshi la polisi. Kwa hiyo wapo watu huwa wanachanganya, wanaita polisi jamii wangu wakiwa na tafsiri ya maana ya vikundi vya ulinzi shirikishi. Lakini hapa lazima tutofautishe kwamba vikundi vya ulinzi shirikishi vinabaki kuwa ni vikundi vya umma vya jamii vinavyoundwa kwenye eneo maalum kuhusika na masuala ya usalama kwenye maeneo yao. Lakini vikundi hivi vinatekeleza sasa falsafa ya polisi jamii ambayo inawataka kushirikiana na jeshi la polisi pamoja kuhakikisha wanatatua changamoto za kiusalama kwenye maeneo yao. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya vikundi vya ulinzi shirikishi na polisi jamii. Tukizungumzia polisi jamii tunazungumzia falsafa, lakini tukizungumzia vikundi vya ulinzi shirikishi tunajua vikundi vya jamii vinavyoundwa kufanya kazi kwenye jamii ili kupata masuluhisho ya kiusalama.